Mbona wenzetu mafasi fulani balifanya hivi na sisi tufanye? Hapana. Fanyeni vile ambavyo Mungu amewaomba kufanya. Sasa pale kwa mama wawili, mke wangu na Brigitte, wakasema sema à partir d'aujourd'hui, les gens qui vont commencer à déranger nos femmes à l'église, nos maris à l'église, na sisi tutasimama. Kwangu ukatia watu kumstari. Na mimi nikashukuru tu, na mimi nikisikia sema tulia kidogo. Amen, 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 amen. Amen. Sasa katika kanisa kwa Wakristo wale wenye kutumika na bidii wako na problema juu wenye hawatumikake wanapiganisha sana. Lakini kama unajua niko muziki, niko pastor, niko diakoni, niko evangelist, natumika kwa intercession, natumika kwa jeunesse, natumika kwa kazi fulani. Kama vita vinakuja, usirudie nyuma. Ujue vita vinakuja juu Mungu anakubali kazi yako. Amen. Najua kwa nini tulisoma 1 Corinthiens 15:58. Ndugu wapendwa, muimarike, msitikisike katika imani. Muzidi kutenda kazi ya Bwana siku zote. Mkijua kama tabu yenu sio bure mbele ya nani? Mbele za Mungu. Usisahau kama c'est à l'arbre qui porte les fruits qu'on lance des. Hallelujah. Hallelujah. Jana tulisema pasteur titulaire, pasteur wa kanisa na wabibi yao wanapaswa jua kuweka siri. Lakini na nyie kanisa nzima ilifaa kujua kuweka siri. Haiko defari kwa mchungaji tu au kwa evangelist tu au kwa intercessor tu, ni kwa watu wote kuweka siri. Uko natembea unaenda kwa mtumishi mmoja, unakutana kuna zozana na bibi yake. Unajua nilikuwa kwa mtumishi fulani, nikutana na yeye sikafika alimboxe. Faut tirer attention. Faut tirer attention. Alimboxe. Isiyo na Kiswahili na pale. Même si la vérité. Hata iko pasteur, hata ni Mkristo tu katika kanisa. Je dis, hata ni Mkristo tu katika kanisa. Kama uliona ulema wake, usubebe nje. Hauko pasteur tu, hauko evangelist tu, hauko mama kiongozi tu, hauko president korale tu, lakini yeyote katika kanisa ambaye utaona ulema wake haona droit kubeba nje. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nitazungumza sasa je vois le temps passe. Nitazungumza juu ya roho taka. Kuna roho mbalimbali ambazo zinaharibu kanisa, na huyu tu ya tano leo. Les esprits destructeurs de l'église. Inahubiri juu ya ngapi? Tano. Ziko mingi. Qui peut se mettre debout et lire Genèse 9:22? Qui peut se mettre debout na asome Genèse 9:22? Tazungumza na kia esprit ya Ham, kia esprit ya Juda, esprit ya Ahitofel, ya Tobia Sambalat, na ya grand frère. Tunaanza na esprit ya Ham. Qui peut lire? Mwanzo 9:22. Some Mwanzo 9:22. Some katika jina la Yesu. Amen. Mwanzo 9:22. Hamu vende nasema Hamu baba wa Kanani akauona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje,
Shemu na Yafeti wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Amen. 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 Biblia inasema Noa akakunywa mvinyo. Alipokunywa mvinyo akalewa. Alipolewa akatosha nguo zake bila kujua. Mtoto wake anayeitwa Hamu. Hamu akakuja akaona utupu wa baba yake. Mnajua yenye Hamu alifanyika? Alipoona utupu wa baba yake akaanza cheka. Akachekea utupu wa baba yake. Na akakimbia akaambia ndugu yake Shafet, akamwambia ndugu yake Shem vile aliona. Na wakati babake alijua vilivyofanyika, akamlaani Hamu, akasema Hamu na alaaniwe. Atakuwa Hamu sera l'esclave des esclaves de ses frères. Il sera pas l'esclave de ses frères, mais l'esclave des esclaves de ses frères. Atakuwa kutumwa wa watumwa wa ndugu zake. Na ukiangalia historia, unajua kama Sem ni baba wa Israeli, watu wazi. Utajua kama Shafet ni baba wa Waeuropea. Ham baba wa wanani? Wa Afrika. Si on entre dans l'histoire, je ne sais pas. Ndivyo l'histoire inasema. Et c'est pourquoi les Africains sont toujours les esclaves des autres. Tenant compte de cette théorie et voyant la réalité aujourd'hui, hawatiaka utupu wa mzazi nje. Aka mzazi wa kimwili au mzazi wa kiroho. Ukisikia kwenye niko nasema changazi yako vibaya au mjomba yako vibaya, usiingie, uwasaidie kutu. Kwenye wako nasema mchungaji wako, bibi ya mchungaji fulani mkanisa, mama kiongozi, mkuu wa interesio fulani, kwenye wanamsema vibaya, usiingie. Hata inaweza kuwa kosa alifanya, usiingie kusema. Na ndio maana nisileka huruma. Wakristo wenyewe wako na pastor Busharati. Juu vitasemekana. Mungu atuhurumie. Habatia na hiyo esprit Hamu imeingia katika kama kanisa hili. Kutia utupu wa watumishi nje. Hata na mtumishi angefanya kosa gani? Isikuwe ndio palabre, isikuwe ndio sasa meteo, isikuwe ndio habari za kupiga kwenye tuko na shona, kwenye tuko msoko kama kupa complex, kwenye tukafanya kitu fulani. Tire atazio, hawatiake utupu wa mzazi nje. Esprit de Hamu ni esprit ya kukamata utupu wa kanisa. Watu wako mkanisa X, lakini Wakristo wale kanisa X wanatosha habari zisizokuwa nzuri katika kanisa lao, wako wanabeba nje. Ni kutia utupu wa kanisa nje. Hawatiake utupu wa kanisa nje. Shalom. Najeleza. Esprit ya pili ni esprit de Juda. Katika esprit de Juda tunajua sisi wote habari za Yuda, moja wa 12 vyenye Petro, vyenye Barthelemy, vyenye Tomaso, vyenye Yohana, vyenye Yakobo walifanya vyote, Juda alifanya. Lakini katika roho ya Yuda, ndani ya Yuda mlikuwa hypocrisy. Na mlikuwa trahison. Attention avec l'hypocrisie. Katika kanisa bajene wanaorganize retraite bila kula kama ya 3 jours sikumbuke. Mtandao ushakuwa ya grave, nisikwaze watu. Petit moya. Bezaki wanaoneka aniklaka ya kuimba na ruka. Bezaki walishaka rebea hivi. Akaenda force. Kumbe wakati ya repo anakwepaka anaenda dame na narudia. Attention avec l'hypocrisie bien aimé. Na katika hypocrisie, hii hewa ya hii roho ya
Judas imeingia katika makanisa mengi, kuna kwa hipokrizia je kuingia. Wakristo mtu anaambia mwenzake kwa roho ni bebe. Uko namchekea nje unasema mengine mambo. Esprit de Judas. Ndani ya Judas mlikuwa si trahison. Na trahison imeingia katika makanisa. Ndio katika kanisa nyingi wanajitrairi wenyewe. Bukorani wanajitrairi, wa mama wanajitrairi, wa baba vijana. Des trahisons à l'église. De l'œuvre de Dieu, il faut éviter la trahison. Mungu atuhurumie. Esprit ya tatu nasema juu ifuatane ndio sasa imepita. Esprit d'Ahitophel. Ahitophel. Vous soma mu 2 Samuel chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Ahitophel alikuwa nani? Alikuwa mtumishi wa Daudi. Alikuwa conseiller wa Daudi. Alikuwa brat wa Daudi. Alikuwa ule mtu wa ndani sana wa Daudi. Kila pouvoir ina mtu wa ndani. Pouvoir ya leo iko na wale watu wa ndani, unajua huyu mtu wa Tshisekedi Sabusa. Wakati ya kabila Fish kulikuwa wale wa ndani tunawajua. Wakati ya kabila Pen tunajua watu ya ndani. Wakati ya Mobutu wale watu wa proche na walikuwa. Kila pouvoir ina watu wa ndani. Sasa Ahitophel alikuwa mtu wa ndani sana wa karibu na David. Lakini wakati Absalom alisimama kufanya kudeta, olie Ahitophel aende upande wa David, akamwacha David akaenda upande wa Absalom aliyefanya kudeta. Akatraire baba yake, akatraire mfalme. Alikuwa conseiller wa David, akaanza kuwa conseiller wa nani? Wa Absalom. Mais est-ce qu'il y a trahison? Tirez attention avec ça l'église. Trahison imeingia katika kanisa. Ne nous trahissons pas les uns les autres, mes chers frères. Kuna wakati ambao ni magumu katika ministeri. Ile wakati wa magumu katika ministeri, tunahitaji watu watuunge mkono, watushike mkono, watusaidie tupate kushinda vita. Wakati walitubomolea kanisa kwa Bugudu hii, pastor mmoja anatoka akanisema ndio kusepaki. Anaona Pastor Alexander iko nawaambia kutu hii hakuna Mungu. Kutu mkuye kwetu. Akasema les gens ont parlé. Il faut éviter la trahison, bien-aimé. Wakati katika kanisa yako kuko kipindi kisitu, il faut soutenir le pasteur. Et même dans la famille. Vous voyez que votre mari passe ou votre femme a traversé une situation difficile, ou mshike mkono. Il y a des temps où vous savez que vous avez besoin de soutien ya watu. Donc wakati mtu kuna besoin de soutien ya watu, usikose dans le nom de Jésus. L'esprit d'Ahitophel, muko trahison ya ajabu sana. Esprit ya Judas, muko trahison, muko hypocrisie. Le soutien. Kanisa letu lipomoka juzi. C'est qu'on est beaucoup de gens nous appelaient, nous soutenaient. Et que le Seigneur soit loué, qu'il les bénisse aussi. La bénédiction inaombea wasipitia kile kipindi ambayo ilipitia. Esprit ile tuzungumza ni esprit ya Tobia na ya Sanballat. Esprit ya Tobia na ya Sanballat mko jalousie, mko haine, mko découragement, mko dénigrement. Nehemia wako wanajenga ukuta. Tobia na Sanballat wanasimama. Wanasema ni ukuta haiwezi kujengwa. Angalia ukuta ya bure. Wako wanajenga. Ataka mbweha kakipita juu kidogo, hiyo ukuta yao itaanguka. Wakasema, una wivu, ulikuwa wivu kusema Israeli sasa inataka kujengwa. Mjua wakati kanisa inataka kujengwa, esprit ya Sanballat na Tobia ikaingia. Omwe tena iko ya nje. Lakini ikitoka ndani inaharibu kazi, itatembea. Mule muko jalousie, muko haine, muko découragement. Kama esprit ya Sanballat ingia katika kanisa, watu wanaanza kujidécourager wenyewe. Huyu anataka fanya hiki kitu, mwingine anamdécourager. Je connais une église.
Biko nafanya contribution fulani. Pastor fulani anataka fanya subscription. Mwingine pastor mwenye kanisa akamwambia, "Oh, tunafanya subscription ndio mambo tunafanya." Bon, tufanye subscription. Découragement. Esprit de découragement. Mais nous ne savons pas l'arme la plus puissante de Satan, c'est l'ignorance. Mais aussi, une des armes puissantes de découragement. Wandugu, hakuna kitu unaweza pata wakati unakuwa na découragement. Mimi napendaka vita banataka vita nzombo. Vita nzombo. Unajua nini? Vita tatu unampiga de zero. Na Mungu kuna 90 minutes. Iko nacheza kama gari anaweza ingiza sasa. Msende mtangaza sisi nifanya nilisema tusafanye ya shetani kwa kanisa. Acha niseme example. Juzi Real iko nacheza na Man City. Mimi niko Man City. Mnyuma si watu Man City. Huyu Petit ndio alikuwa Real. Man City ashapiga 2-0. Tunapiga kwa bona ashapiga kule ni Santiago Bernabeu. Petit huyu unaona unamwambia mimi sana Zaria. Na tuko tunamsomea. Balikuwa wawili wewe na Alpha. Tunavyo kwa 4 minutes. No nothing. Ule Petit Rodrigo upata kwa venda Brazil afanye nini? Kwa ikiwa nini? Lakini wengine wanashindwa. Mrecuperation kufanya tena? Bakigia mu prolongation. Baka je décourager bakifika pale. Ne nous décourageons pas bien aimé. Kuna vitu ambavyo tunatafuta katika maisha yetu. Watu wavipata. Tusichoke. Le découragement c'est l'arme de Satan. Tukatae esprit ya Sambalati mu kanisa yetu. Kataa mjabala yako esprit ya Sambalati. Esprit ya Tobia ni esprit ya découragement. Katika jina la Yesu. Hii esprit inafanya échec ma projet. Inafukuza watu mkanisa wa décourager. Na kumbuka mu 86. Nile motomoto tulikuwa tunakoka nayo. Kora itaanza 16h. Mimi nipresente mu kanisa ma 15h passé. Naweza tengeneza kanisa. Watu wanakuja kuniambia, wengine unataka kuonyesha nini? Lazima mkanisaidia nikiendelea. Kwa acha niseme hata ndio. Kwa kanisa yetu jishie anugandana za wosi za Gilizi mbili Kampala na ile Mwendelee. Sasa kanisa la pili letu. Kulikuwa mama anaingia kwa kanisa atumoma. Wanawake hakuyaki. Ile jana mama. Wanawake hakuyaki kanisa. Siku moja Bwana akasema, acha na mimi nianze na kwenye kanisa nipeni msifakie sawa mlume kwa nyumba. Akafika ukanisa. Mmoja akasema, sasa wengine wanaimba sitaimba, wanahubiri sitahubiri, wanaimbisha sitaimbisha, wanamodere sitamodere. Ule papa akasema nitaanza tengeneza kanisa kila siku. Siku ya kitu. Alifika ukanisa kutengeneza siye moja anakui. Huko na kile mayasho na job tele na Ismaili. Mayasho kali kafika kaanza kutukana nini unakia jionyesha huko mpya mwa kanisa. Utaonyesha sasa nini? Eske kanisa haina watu ya nini? Ya kutengeneza. Pastor hajui wapi. Papa ameshamblesse akajirudia. Papa kiauliza kwa fulani, pastor kiauliza kwa fulani ya yake tena. Kumbe esprit ya Sambalati ilimfukuza mkanisa. Tukemee esprit ya Sambalati na toja katika kanisa, katika jina la Yesu. Hapa kama iko hapa ishindwe, na kama haiko Bwana asifiwe sana. Tunamaliza. L'esprit du grand frère. Sema esprit du grand frère. Sema esprit du grand frère. Hapo tuko tutamalizia. Je, tunaweza simama sote? Tusome Biblia. Na tusimame wakati umepita, lakini ndio esprit ya mwisho tutazungumza. Tutasoma Luka 15 25 à 30. Ndugu mmoja simame asome. Luka 15 25 à 30.
usome mzuri na mbio. Nimepata kile langu. Kama ni Kiswahili itakuwa vizuri zaidi. L'esprit du grand frère. Biblia inasema katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 15 mstari wa 25. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwa shamba na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na michezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mbona haya? Maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. 18. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje, akamtii. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana-mbuzi nimfanyie furaha na rafiki zangu. 13. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Acclamons la parole de Dieu. Nasema acclamons la parole de Dieu. Sema l'esprit du grand frère. Tumesikia habari hizi, na kisi tunajua kijana akaambia baba yule ambaye alikuwa na watoto wawili, baba, nipatie yangu sehemu ya mali. Ni kusema walimupa heritage yake, akaenda nchi ya mbali akaitumia kwa njia ambayo ya ukahaba na vinginevyo vyote. Mwisho alipokuwa katika shida na vita, akasema nikizingatia ndani mwake, nitarudia kwa baba, nitarudi kwa baba. Kumbe baba naye mahali ambako iko nalia, mtoto wangu aliendaka wapi? Kama alishakufa, kama ngani mzima sijui. Na mtoto alipofika, baba alipomwona, baba akamrukia. Kumrukia, kamata upete na tia kidoleni, kamata vazi mpya wanamvika, wakachinja ng'ombe, wakala wakafurahi sana. Ndugu yake mkubwa hakukuwa, grand frère hakukuwa. Grand frère alikuwa wapi? Alikuwa katika shamba. Magharibi grand frère anarudi. Anapofika karibu na nyumba, anasikia kelele za furaha na shangwe. Ng'ombe kama lichinja 13h, vigarzana kuya 16h deja misuni ezotoka na ile yenyewe bana choma na ya kupigiwa kama wali kama frite feti ya grad na ukatia banakuja banapiga ngoma, wanafurahi. Garzona uliza kuna nini? Wanamwambia ni ndugu yako yule aliyepotea ndiye amerudi, na mwambaro amefanya hivi na hivi. Akakataa, sitaingia. Wanambembeleza, sitaingia. Baba amekuja kumwambia ingia, amekataa. Baba amesema, mtoto wangu alikuwa amekufa, amerudi. Ndugu mkubwa, ile upendo haikukua, lakini ndani yake mlikuwa esprit ya jalousie. Comment se fait-il que mwenye alipotea
aliharibu mali, amerudi sasa, wamempokea. Ndani yake mlikuwa egoisme, alikuwa ameona hivi vyote vitabaki vyangu. Ndani yake mlikuwa usuda. Acha ni kwambie, niliona namna gani niliposoma katika dictionnaire. Jalousie ni kusema depuis envieux qui résulte de ce que l'on voit les autres posséder les choses dont on est soi-même privé. Unaona mtu ana kitu ambacho hauna, unasirika, unasikia kinyongo, ndio jalousie. Kijana alikuwa na esprit ya jalousie. Kuna ingine kitu ilikuwa ndani yake, husuda na uvi. Na nini nasema hivi dictionnaire? Lakini chagrin et haine kwa éprouve du succès des autres d'autrui. Alikuwa na husuda ndani yake kwa sababu alipoelewa kama ndugu yake amehesabika tena mwana wa nyumba, akaona, akasikia amehuzunika. Kuna watu ambao wanakasirika kwa ajili ya success ya wengine, kwa ajili ya baraka za wengine. Ndugu mkubwa alipata kolera, alikuwa firie, akakataa kuingia. Baba, mimi nikaenda kwa service yako, wanafanyaka kitu. Sasa unyangarakata, ndio unaweza fanya kitu. Unamhesabu nyangarakata, lakini baba yake alimhesabu mtoto. Katika kanisa kuna watu wanahesabu bure, lakini Mungu anahesabu watoto wake, anahesabu kazi yake. Katika kanisa esprit grand frère anatumika katika kanisa. Par exemple, mtu anashike mfua mwima ingia katika dhambi, mara mambo yanafika mkanisa, kesho anaksede kupose yenyewe wao maisha kwenye tiza kwenye kanisa au yaksede. Leo unaanza sema tuko hapa tangu miaka yote, mwenye alishafanya tundeza, wanamfanya pose fulani. Esprit grand frère. Mimi nataka ni kama katika majamaa esprit grand frère natumika kama. Lakini hakuna chenye kusema kama kwa sababu wewe mzaliwa wa kwanza kwa nyumba, wewe utakuwa na faranga mingi, wewe utazalaka watoto mingi, wewe utakuwa na hiki, wewe utakuwa na vyo kushinda wengine wote. Wewe utapata sifa kushinda wengine wote. Na kama ile inaingia ni esprit grand frère. Na mimi najua le petit peut être plus riche. Il peut dépasser aussi les grands. Shalom. Shalom. Esprit du grand frère ilikuwa ndani ya Kanaan, ya Kaini. Wanatoa sadaka ya ambayo imekubaliwa. Esprit du grand frère ikatumika. Huyu petit. Wanakubali yake na ndio grand. Ndio najua mbele yake. Kwanza nije nilikuwa mbeba kwa mgongo. Acha nikatoshe dunia. Esprit du grand frère. Wando, l'esprit du grand frère opère à l'église. Katika esprit du grand frère à l'église, wengi wanaenda kanisa lakini jalousie imewatesa siku nyingi. Husuda, kujipenda. Sipozo mimi ambaye niko katika huduma ya kipasteur depuis miaka mingi. 25 ans déjà. Et notre Christ que Mungu anaita anakuja na msaidie naye apate kuingia katika chama na mkanyaga. Esprit du grand frère. Na mbloke asiendelee. Mchungaji ambaye hapendi wengine wao mchungaji sawa yeye. Mchungaji ambaye hawezi penda makolegi yake wa kweli ni. Kuna watu wenyewe wanapenda ule mwenyewe alianguka abakie chini mkanisa, esprit du grand frère. Kuna watu wanajua nilishakafika. Esili mwenyewe mtu asifike. Esprit du grand frère. Niko 80 ans pasteur, niko na 80 ans. Mpaka nikufe sitamwachia kama mwingine. Je suis le chef, le grand de tout, esprit du grand frère.
Mtumishi wa kanisa ambaye anapenda yule ambaye ameanguka abakie kwa maanguko. Muko mabaseri 3:4-5-6. Hautaki maongezi yako mwingine abakie tu kule chini. Esprit grand frère, nimeishafika na mimi niko pastor mkanisa, wasituongeze hapo tena mwingine hakuna tena. Esprit grand frère, niko Korise Mufila Delphia International Ministries. Rose Muhando anakuja ishi Kampala, anasema mimi nachagua kusali katika kanisa. Yale taina mkorani, hakuna nafasi tulisoendea. Tulisaendea. Na nyimbo zake ndio mko naimba, tulisaendea. Esprit du grand frère. Mama president bayiko yepeke anajua depuis miaka 10, anafika yepeke anajua. Wanamwambia umetia kwa this. Hakuna kaza hayanishinda. Ni nani anaweza? Esprit du grand frère. Ndio unafanya mkanisa, hautaka mwingine aingie ndani. Biblia inasema ingekuwa watu wote waje katika ministeri. Wakaenda kumwambia Musa, tunaona watu wako na tabiri na kuwapatia permission. Musa akasema, mimi ningehitaji hata watu wote wapate kutabiri. Wewe mama, wewe baba, wewe kijana kanisani, hautaki mwingine afike mahali ya kumekwisha kufika. Wewe tu. Esprit du grand frère. Grand frère hakutaka baraka ya ndugu yake. Grand frère alikuwa na jalousie juu ya ndugu yake. Hakupenda ndugu yake aliyekuwa chini apande. Mtu kwa mfano kumkanisa huko Kristo. Ile kitaro unapigaka, hautaki mwingine ajifunze kitaro. Mwingine hautaki. Wewe peke tu kuna pipi. Wewe peke. Omauti ya refugee. Sasa unaenda Norvège. Sasa unaenda Australia ndio utaiacha nani? Esprit du grand frère. Uko Marie. Haupendi wengine wakuwe Marie. Sasa kuvunja fiançailles za wengine. Juu nishafika, wengine wasifika kwenye nishafika. Esprit du grand frère. Kwa wazungu wanafanya hivi. Wanapushia mtu aendelee. Meko wanwani nikilaka nini? Benda nasi. Ça c'est l'esprit du grand frère. Tusuzuie mwingine kupanda. Acha niwaambie habari zinazonihusu hii siku. Kwa kanisa letu kuko familia moja wanakaa Kampala lakini ndio siku mkao. Unanifuata? Historia mrefu ndani shule. Mumasi ya mwaka jana, wazungu wanatoka Ulaya. Wanatafuta ile familia. Ndio historia mrefu na resume. Wanaenda kukanisa kwenye bana sala lakini achaka mkanisa moja ya mwenzetu moja chaka. Wanauliza pastor, fulani kwa wapi? Pastor anajua ni watoto wangu nilimpatiaka. Ile wakati ilikuwa wakati ya corona, balikuwa Kampala, Mars mwaka jana. Akafichika. Muko jalousie, muko haine, muko usuda, muko yakabutini pote. Ya shetani ndio pastor mzima. Akawafichika. Tena ukiangalia maisha waliishi Kampala unaweza lia. Kuna watu wenye wapende wengine waendelee. Gani kama kanisa kuna watu wenye hawapendi wengine wafanye tapa moja mbele. Hana reason. Hata hangekuwa na nimero yao. Ana nimero yangu. Na vyote. Na niko na makanisa chaka. Anaweza ule hata pastor wangu wa chaka, baba pastor, je kata pastor chaka. Kuko kama ya hivi kutufanya namna gani? Pastor akafichika. Wengine aloba habari zikafika kwa shangazi petite sœur directe wa babake na watoto.
baba iko Kulumbashi, watoto wako Kampala. Baba haikaenda refugee, hayakuweka pande hiyo, watoto wako hapa. Anasema sema taenda batukaga na kukumbuka akafitika. Ce que je vous dis, c'est un cas que j'ai à l'église. Tuhubiri ni tunajua. Ukisema example wote isema kama milioni nisema. Lakini mimi naisema sasa mtu mmoja ni vivre. Wandugu, tusiwe kizuio kwa wengine. Tufurahie baraka za wengine. Ambia Mungu akulinde na esprit de grand frère. Grand frère anaweza kublokea maisha ya mtu. Acha nikwambie, namna gani Mungu alimlinda mwana mpotevu na esprit de grand frère. Mungu ni acteur de théâtre aussi. Anafanya kama scenario zake za kutenda kazi. Kama anapenda kutenda. Du grand frère hakuwa disposé. Ule garçon angefika, le petit frère angefika na grand frère hayatoka. Grand frère angebloqué hata hiyo. Peteka nikarukia kata kamera boss. Kitu cha kwanza, le petit famille wakati grand frère iko wapi? Mashambani. Anafika wakati mkubwa hayuko. Tena watu wenye wangesaidia grand frère atimize blokage ya mtoto, hakuna hata mtu mmoja. Radio Maendeleo ya Bukavu sinasema kama ya makati. Mseme kama kungekuwa kata Radio Maendeleo hizi, habari zinafika kwa Radio Maendeleo na pekee kwa mnyumba na fete chanza atakubaliwa. Tunaweza kumekomprene. Si Radio Maendeleo ingelisema mbele na grand frère iko kushamba na nisikia kwa radio, watu wanamwambia, "Bi, ulisikia nini kwa radio?" Hapana. Kama kapetika darudi. Tida lekip. Tunakona munjia kwanza. Kwa mfano kwa baba makinge. Banakonde chake kisha kuapa kusoya kwenda makinge. Anakuja kimbia, anabloke. Mungu anajua namna anatulinda na mabaya. Amen. Na baraka ambayo inatupa anajua namna atailinda itufikie. Amen. Ingekuwa leo ningesema grand frère iko kushamba na simu yake ikakuwa déchargée low bat. Tuma ngempigia anakuja anakimbia. Tunarepeat. Na simu nayo namna gani? Low bat. Hapa ndio yapata information na kazi iko natendeka. Acha Mungu atende kazi. Na wale ambao wamekuzuia wako kwa distraction. Hiyo siku grand frère akalipa grave. Akalipa shamba grave. Na peut-être alipitia kwa rafiki yake akafika nje yote. Lishafika. Anafika magharibi. Peti amekwisha kupokelewa. Dume ya kondoo amekwisha kuchinjwa. Pete ilikuwa inashaka mkono. Mavazi nzuri safi amekwisha kuivaa. Karamu imeanza. Ilikuwa kucheza. Grand frère amefika kwa retard. Acha adui wako afika kwa retard. Kuzuia afike leta. Hakuna mmoja kila katazi baba yake kumpokea ndugu yake. Yeye amebakilia kilio sasa. Kilio sasa. Amebakilia kilio na wivu wake na kusuda ndani yake. Leo watu wengi wako blockage ya esprit de grand frère. Vunja esprit de grand frère katika maisha yako ndugu yangu. Esprit de grand frère imeharibu. Wengine wangepanda vyeo lakini wameharibiwa na wale ambao wamesaidia ukati vizuri. Huduma yetu kanisani inaweza laumika juu ya grand frère. Esprit de grand frère imebloke nisitumike vizuri. Lakini kwa kanisa letu hili esprit de grand frère shindwe katika jina la Yesu. Upendo utumike. Ambia Mungu akusaidie kwa maisha yako. Esprit de grand frère ishindwe. Achelewa mashambani. Kama aliendeka Kenya, kama aliendeka Kongo, kama aliendeka Kisangani, achelewa kule na kazi kunatendeka. Yule ambaye anakubloke, achelewa kwenye alienda na kazi kunatendeka.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tusimame tukemee hewa isiyo ground floor katika kanisa hili kwanza, katika jina la Yesu. Esprit ya kublokea mwingine asitumike, esprit ya kumdharau mwingine kama